fellow Kenyans and the members of the Fourth Estate. My name is Beth Kamau, Gen Z 003, and today we are here as the young people and as the Gen Z to condemn an act that was done some few months ago by a company by the name Enacoach. It was between Enacoach and our dad, who we are giving that respect of being called a dad, Mr. Tom Ondiek, whereby he gave his strength, he gave his time, he gave his life. He gave his strength, he gave his time and all his energy and his life to this company. But the moment where a tragedy came to him, he was not even, he didn't receive any support. No one was there to help him. And now today, what we are demanding is justice, what we are demanding is transparency, what we are demanding is accountability of the actions that were done. We are not here to negotiate about human dignity. We are not here to beg, but we are here to ensure that he gets what is right for him. And this time, before I continue, let me even give him this chance to at least brief us on what happened that time. Mr. Tom, karibu sana. Kwa majina naitwa Tom Ondiek Mangai. Mimi ndio dereva wa Enacoach ambaye alipoteza mkono mwezi wa pili ambao ulishika kwa ajali ambayo ilikuwa mbaya. Hakuna mtu aliumia, mimi ndio niliumia kwa sababu nilijaribu jinsi niwezavyo siweze kupoteza maisha. Kwa hii wakati wote mimi nimekuwa nikienda ambapo majibu mimi napewa ni yale ambayo hayaambatani na vile walikuwa wananiongeleza nikiwa hospitali. Mimi nilienda kwa kampuni, wakati nilienda nikapata wamesimamisha salary. Niliwauliza mbona mmesimamisha mshahara, ndio inanisaidia kununua painkiller kwa mahitaji mengine. Waliniambia ya kwamba mimi siko cooperative. Wakaniambia jambo la pili, hawalipangi mlemavu mpaka mimi mwenyewe niende nitafute barua ya disability ndio wanilipe. Wakati nilikuja na hiyo barua, waliniambia wameniweka kwa insurance. Niongoje insurance hii. Niongoje wakati wote insurance hii. Nikaletewa fomu ni sign. Hizo fomu hazikuwa na yale ambayo tulikuwa tunaongea mbele. Ni ukweli ya kwamba sikuwa na 650,000 ambayo nilikataa kwa sababu niliuliza hii pesa inaweza tosha kununue prosthetic hand. Wakati niliuliza waliniambia ya kwamba lazima niko operate na mimi nakuanga mrudi. So kuuliza swali kwa ofisi, mimi nilianza kukua rudi kwa sababu ile maana ambayo tulikuwa tumepatana hayakuwa yanaambatana na yale ambayo tulikuwa tunazungumzia. Jambo la mwisho, wakati nilikuwa hospitali, ni ukweli ya kwamba mimi ndio nililipa bill, mimi na sister yangu. Sister yangu ndiye alilipa kwa M-Pesa, ambayo inaonyesha ya kwamba ni ukweli ni mimi nililipa. Hii messages naona ati ni mimi kampuni ililipa, hakuna kitu kampuni ililipia hata shilingi moja. Kwa sababu dawa za hospitali ni mimi nilijilipia mimi mwenyewe. So ningechukua hii fursa kuambia Wakenya wenzangu, mimi kitu nataka ni justice. Kwa sababu kuna wale ambao wameumia pia, ambao siwezi watacha hapa. Mimi ninataka justice kwa upande yangu. Asante. Asante sana Paul.
Justice for Tom, justice for Tom. Justice for Tom. Asante sana Wakenya wenzangu. Vile mnavyoona, Tom ndio huyu hapa, ile dereva ambaye kila mara mnamuona pale TikTok. Sisi hatutakubali majamaa watenganishi kwa msingi ya kabila, tena watenganishe kwa social class. Huyu Tom kwa maana ni maskini, mpaka saizi hajapata haki yake. Tom alipopata ajali, sisi tulipata story yake, tukaenda mpaka pale Inacoach, tukafuatilia yale mambo yanaendelea. Tukarudi tukamtafuta Tom, alikuwa kule Barakwao kule nyumbani. Sisi tukaorganize Tom akaja Nairobi. Ndio leo tuko naye hapa. Tulipofika pale, kampuni ilituambia mambo yote ambayo wamemfanyia huyu jamaa. Tulipompata Tom, hata Tom ndiye alikuwa amelipa zile bill zote. Sasa hizi wamemnyang'anya huyu jamaa mkono, wanataka kumpatia milioni 1. Mimi ningetaka kumuuliza huyo chairman, yeye tunamuofa kazi, aje tumnyang'anye mkono yeye pia ili tumpate milioni 1 aendelee kufanya kazi. Ama ni kama ni hivyo ndio naamini kuwa mkono wa mtu waweza kulipwa na milioni 1 hiyo ambayo anamuitia, aje tumnyang'anye mkono. Jambo la pili nataka kuguzia, mkono wa Paul alipokatwa, wale majamaa walipotea na mkono wake, wakamtoa huyo mkono kafara, wanaongeza nao magari pale barabara. Sisi wa Kenya hatukubali hao majamaa kuwadaa Paul kwa sababu ni maskini, kwa sababu hajiwezi, wanatumia hiyo fursa kumkandamiza. Tunataka kuuliza hii insurance yenye walikuwa wametuambia, eti huyu Paul mara ya kwanza walikuwa wamesema watampatia 600,000. Mara ya pili walipoona story imescalate, wakamwambia watampatia milioni 1. Hii ni mambo ya uwizi. Ni insurance gani iko na mambo za fluctuation? Kwa sababu walikuwa wamejua wanataka kumwada huyu jamaa. Kampuni iko na pesa huyu na nafaa apatiwe milioni zake 5 ambazo ana demand na mkono. Kama sivyo, vile tunaenda kwa kampuni wakatuambia najua mko na mbwembe lakini mtachoka. Tukamwambia hatutachoka mpaka tumuone huyu jamaa na mikono. Kila mara tutakapomwona Paul pale TikTok akilia bado hana mikono, nawaambia tutawavamia, na mtuambia kuwa mnajiandaa na polisi na kila kitu. Na tuwaambia ni sawa, nyinyi mjiandae, na tunaona mtawaweka mpaka lini, kwa sababu sisi vijana tuna nguvu, hatachoka. Na tuwaambia ni lini, tuwapatia an ultimatum ya 72 hours. Msipomrejeshea Tom mkono wake na mkampatia ule mkono alikuwa anahitaji, sisi na nyinyi tutapatana bumper to bumper. Asante sana. Haya. Justice for Tom. Justice. Justice for Tom. Justice. Thank you very much, fellow Kenyans. My name is Anthony Karumba, Gen Z 001. And today we want first of all to say justice delayed is justice denied. First of all, Tom Ondieki is a hero who actually deserves to be rewarded because he sacrificed his own hand for the sake of the passengers who he was carrying in that matatu. However, the reward from the employer, the company Inacoach, is to desert him and watch him afflicted to the point where he is now. You hear Tom here said and explained very well that he lost his family as a result of this. Today as we talk, this gentleman by January he had his hand, but right now as we talk he doesn't have his hand. All he has is actually a stamp. And yet, the company, the employer, who has forgotten very fast that at some point, the gentleman standing here made profit for your company, worked for you, and you made money, and now you are enjoying in offices, deserting this man. Let me ask you, Inacoach, this is not political, it's not influenced, but this is as a human being. How animosious can you be? Inacoach, how inhuman have you become to the point that your own employee, when in crisis, when he has saved lives, the best reward you can give to him is to take him to the insurance and you desert him and you produce false evidence trying to say that you actually paid his bill. Yet he has said himself, and his sister has confirmed it, that it is actually his sister who paid that bill. This gentleman has been suffering in depression, in loneliness in his own house when he's alone. Imagine one of the repercussions of losing, going through amputation. It is psychological torture. The gentleman has not even finished ailing.
The gentleman has not even finished, money in losing his hand. But the best you can do to him is to delay his justice, is to bring all these politics that you're bringing. We want to tell you one thing. You may be powerful, you may have money, you may have connections, but Tom has with the Kenyan people and God. And I want to tell you, we are here not to request Enacoach, but to demand one thing. We as Gen Zs, we believe in justice. We believe in accountability. We believe in transparency and zero tolerance to corruption. I want to remind you, those things made us suffer in the streets. Those things made us as we were fighting for the freedom and this justice. We lost our comrades in the struggle for this. And this time around, we want to tell you, we have only given you 72 hours. And failure to which Enacoach will declare it as a crime scene. Your offices, your buses, all your Nissans and all this transport means that you have, we want to say, under this land, you cannot operate and continue doing business as usual when one of your employees is here suffering out of pain and your ignorance. Look at this. I want to ask you this one question. When you tell this gentleman that you are referring him to the insurance, it is okay. And you are actually hiding behind the insurance, it's okay. But look at these good people. This gentleman, you actually stopped his salary. At the month of, which month was that? In the month of March. All these months, you expect this gentleman, and that was the only means of earning a living, to be eating what? You can only be inhuman. And that is why we have said in one accord, this matter, you have to finish once and for all. Failure to which Occupy Enacoach is not negotiable. And to the government, the Ministry of Transport, you are condoning this impunity. And we don't know, and we are asking, why is it that a Kenyan is suffering, yet the government is there to protect its people? This thing has gone viral, and we are sure the Ministry of Transport is aware, the Ministry of Interior is aware. All we are asking is justice for Tom. Justice for Tom. Justice. Justice for Tom. Justice. And this time round, we want to tell you as the people of Kenya, we the Gen Zs, the young dreamers, the fear is gone. We are living a real life, because if there is anything we fear, it's the fear itself. This matter, until Tom Odieki gets his justice, we will deal with you. We will deal with you, Mundu Humudu. Enacoach, occupy Enacoach. Occupy. Occupy Enacoach. Occupy. And we want to say, Gen Zs, we are the ones. This is our time. Not just online. But on their front line. We are the ones. This is our time. Not just online. But on their front line. Thank you very much, and God bless you. Thank you. Kuna jambo tulikuwa nataka kuongezea. Tumepata ujumbe alipokuwa akiongea, kuna watu wengi sana wametumia message kuwa Enacoach imepotea na mizigo zetu. Wamesema sijui omena zimepotea, wengine wamesema mbegi zao zimepotea. Lakini hata hiyo swali tulimuuliza CEO, na yeye anajua, anaweza confirm, aliconfess Enacoach imepotea na mizigo za watu. Na sisi kama vijana tunataka kuambia watu, nyinyi mnaamini kutuma mzigo Enacoach, mkome kuanzia leo, kwa sababu mzigo zenyu zikipotea, ile process ya kutafuta mzigo yachukua kama miaka 5 pale Enacoach. Ndio kwa maana tunasema hii mambo ya Tom litakuwa mwanzo, litakuwa mwisho. Hatutakubali ama jamaa wazidi kutunyanyasa. Hiyo shop yao ya kuloot Kenyans tutaifunga, na tumewapatia 72 hours kufunga hiyo duka yao. Asante. Thank you.